TV. Saa cia bilingi wa mauvo. Saa cia bilingi wa mauvo. Saa cia bilingi wa mauvo.
Ni saa cia bilingi wa maubo. Ni saa cia bilingi wa maubo. Musesa mwendwani tuikwitia bwekeo ovanini nundu wa thina wa mitambo na indi vani Mutongo TV na une bilingi wa mauvo tuambelilia na ndongo ya chama cha DCP nola wa ingi munini wa President Rigathi Gachagua kuweta kiandambukani yake kauntini isu aina Gachagua no mwendie president kwivetana na kuvangithia kwananga miatiano ya Gen Z 11 ni mwaka 3 twendete kulilikana mwika alama isia mathayo miaka mithelu nthini wa miatiano ya kuliana na finance bill ya 2024-2025 no tongo-ini wa serikali ya Kenya Kwanza. Lina Musangi niwe kutuvangithia nthini wa bilingi wa mauvo. Onini ya kanisani wa AIPC St. Mary's County ya Meru Lobai munini wa Musumbe Rigathi Gachagua na utolia Musumbe William Ruto motoka kiloko eta Musumbe tawithitwa Munyamasi oneti na wonguthu wa kivilani kwa kwithiwa ithitwa otomwambo lilikuthokoane mikutano ya Gachagua ya kiuteti na vala withitwa Mustalin Wambe kutoese uteti woleana na utongo wa Musumbe William Ruto na ulawi yose tanguma kwa oyu wa one term Rigathi weta kila kiendeta kuanzia muo wanzi. William Ruto has sunk our country so low that he is using goons to run the country. Wakati ya Gen Z alitumia huyu Sakaja na PS Raymond Omolo kutafuta wahuni, wakakuja wakakoroga Gen Z na kuingia parliament. Wakajaribu kuwekelea ati ni sisi. Juzi tumeona huyu governor amechukua wakora, wamepiga watu, wamepora mali ya watu. Huyu governor hajashikwa mpaka wa leo. Na nimesikia watu ya Kenya Kwanza wakisema ati wale wanapanga kuharibu 25th washikwe. Wale wanapanga bado fanya. Yule amefanya makosa bado. The governor is still walking scot free. Hapa Meru umetuma wahuni. Wewe mwenyewe rais kulikuwa unatembea Nairobi, unatembea na goons. Na ndio tunasema hii Haiti ulituma ati askari kupigana na goons. Wewe mwenyewe nchi yako umeweka goons ndio wanaumiza watu. Ndio tumeanza kuona hii Haiti haikuwa genuine, ilikuwa ni benchmarking on how to create criminal gangs. Weta utongo wa Musumbe William Ruto wa Kithui wanakovito kola wa Musumbe Arap Moi utaua tola motia mama yumbe kutumika kwa the andude na muno kauntini ya Meru. Plan violence against your own brother. I know hamuna shida dancing on the graves of your brothers, but at least you have sunk too low, stopping us to come to the Church of Christ. Wewe mheshimiwa utachaguliwa na nani?
Na mimi niwaambie nyinyi waheshimiwa, before I finish, I warned you. Mimi nilione nyinyi. Nikamwambia William Ruto atawacha nyinyi kwa mataa. Sasa mlima imemwacha na imewacha nyinyi. Kisha kwa ingia weta musumbita usuito ni uime wa uvungu wa methoni. Na wala iwe nenze na atongo imoite muikio na ake utaundu kuelesia. Mie pesa ya umma kusaidia watu ya Meru. Sasa unasema utapeana sete Meru. Nimekuwa na wazee ya Imenti jana usiku wamesema fast kama atapeana sete ni sawa. Lakini tunaweza amini mtu. Amesema leo pale makutano tukimuangalia ati yeye ni Mumeru. Na tunamuangalia na macho. Sasa wazee wanasema hii mtu uongo wake umefika kiwango ati naambia wa Meru yeye ni Mumeru. William Ruto has now become a pathological liar that he believes in his own lies. Sasa wananiuliza kama anatudanganya ni Mumeru na tunajua si Mumeru. Hii anasema ya city, hii anasema ya barabara, hii anasema ya SHA. Kuna mtu anaweza amini? Hao wazee wakaniambia, in fact we have a doubt kama kabisa huyu William Ruto hiyo ndio jina yake kamili. We are number 4 in this country. Kukupatia, my good friend. Usahau na utajua ya kwamba our vote is going to a basket that will make you a one-term president. Sikia mimi nikisema musikie. Sababu mimi nimekuwa Secretary General wa William Ruto. Huyu Mithika Linturi amekuwa Cabinet Secretary. Huyu Rigathi Gachagua amekuwa Deputy President. Tukiwaambia kwamba huyu mtu ni mkora, tafadhali mtuamini. Because we have worked with him and we know him. Report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Kanise ateti yuluwa kutwaisya uteti wanu mangano na vandu vake amenda kululumilia mugo na kunenga NND agenda siumatethia ainene kanisa ni umwe kanduyi kauntini ya Bungoma ni waisekana uteti uwende na ponzia nthi ya Kenya kavindani ka umwe na maendeleo siekwendeka. Boni Mutisia nutumbanisi Mauvoo. Vikiti kanisa numu wa Katoliki kuyanthini wa kilomwe cha Kanduyi kaundini ya Bungoma Moses Wetangulani wamenda tongo kwemea mugo ewatakana nthina ya Kenya ndende nesa. Nchi yetu imekuwa na changamoto na Father amesema tuombee amani kwa sababu amani haina alternative in life. Tuombee amani, nchi yetu iwe na amani, tuheshimiane. Vaimenda tonga koni oliko tumenda tosina ndaya na kuifutana numangano kana menene lete milu. Hata wale viongozi wenye wanaingia upinzani tunawaambia wapunguze lugha chafu na lugha ya matusi. We can disagree but with respect. We can compete but with respect. The fact that I'm competing with you does not make you a bad person. We cannot be good people trying to do the same thing differently. Na hiyo tunaomba viongozi wa kisiasa. Iwetakana mele tongo imaki utitini tuanya kwa nanganzeve na mwomomo kuondoa nzia wasiokete na kila tongo imune na nunginyaki hizo kiendanya na kila yukoneti mwene nthi. Hao watu tunaguza wanaangalia vile tuna behave kama viongozi. Kama sisi tunatusianana hadharani maneno chafu, maneno ambayo haistahili kutamkwa na mtu mzima, we are teaching our children bad manners and we must change. So tuombee viongozi. Watangula na watumia usai kukosoa na kumema kukua titiwa ndongo isi uleiva Kenya iwatakana ina wani musuyo kwe mwene nthi na kilama wata tiondo matonyeka mwene nthi na nongi nyamedhi wa mena vasa na kuwata mawala mwala matonyeka mwene nthi makwata utongoi viongozi wa nchi na kuwata mawala mwala matonyeka mwene nthi makwata utongoi viongozi wa nchi leta sera zenu. Usiwe tu ukisimama unauliza wewe unataka kufanyia
is not a policy. The policy is what you want to do differently from whoever is there is doing. Ndio watu waseme kama wewe alifanya hii vizuri, huyu ataweza kufanya vizuri zaidi. Imina uneni wake ni wamenda nende kwenda na yandikira dhini wala niwasha kumatazesa kwa vandivisi ya uiti. Aikadha movango utakwende sana wiki runja utaidha mwenendo kwa timu nini. Na waomba na hii mjiandikishe katika mfumo wa SHA wa matibabu. Ulipoanza watu walikuwa wanasema maneno mengi sana. Mimi kama spika kwa sababu ya mshahara yangu ninalipa kila mwezi shilingi 47,800. Huyu ndugu yenu analipa shilingi 72,000 kila mwezi. Lakini mimi na yeye tukiwa wagonjwa tuko na insurance ya bunge ambayo inatutibu. So hiyo pesa tunalipa yote kila mwezi ni ya kusaidia wewe wananchi ambaye hauko kwa mshahara kubwa na bima nyingine. Mutongo TV nyeneto Boni Mutesia. Tuisonga na mbele gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti nukulile President William Ruto vamwana serikali yake ya Kenya Kwanza kusisia na kuyanisia maundu ala masukumiwe ni muika na muno ula wa jenzi ala metukimethi tuwe mainengane kiyocho kwa serikali kuisila miatianio ya mugo aine na kanisa numweka tangi ya takauntini ya Masako ni wendie serikali kuitikilia muika kuuya na kudilikana endo mo alama ise madhayo miatianioni ya mwakani muthelu kavindani kau ni wosia yanya na kuweta muungamo na wikiku wake kuka kwindongoi ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Brian Mwendo ena mauvo aine na itina wataidiwa watu mwakisioni chaka tangi yata Mwandu wa Vinyandeti ni wa mwenda President William Ruto kwevundisya kwetu kisi mavata mamu ikamanje nzi aitalanya ikayeta ikivothokanio na undu maundu mailie na vutene na hawa watoto hata wanauawa ni watoto kama wale wako. Ni wewe uko na usukani. Jua vile utakaa na hawa watoto na wasikize. Na ujue hawa watoto ni tofauti kulingana na sisi, hata sisi vile tulilewa. Lazima tuongee na wao, tuwaambie ukweli. Wavinya mwenda President kunenga mwika mwanya wa kutoa isi maandamano mamu wa wakatatu ukite hatiyo imadhuria kuivata na kudua nduthi na kuhananga mali ya ene ndindini wa maandamano mo. Na kama hata wanataka kumono wenzao wale waliwao, allow them to mourn peacefully. On 25th, allow them to mourn peacefully for their colleagues. Na wakimaliza kumourn waende nyumbani, lakini wasiharibu mali ya watu. Tunaona wale gunzi walikuja Nairobi kuharibu mali ya watu. Ili kuharibu mali ya watu hiyo haiwezekani, lakini watu wa demonstrate peacefully. Si ni sawa? Because hiyo ni right yao ndani ya nini? Ya katiba. Vangavana wa Vinya yenda tongo hivyo mwena enendi vaile mbetani ya ukamba kukwatilela ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aiweta kanane ngo musingi mulumu ukambani ndakethi wana hivinda yumu kwekunia maleve isioni ingi ayatha na kuendea kuongamana ndongo iye na kwitha yumwe kiku chamani cha Wiper ila tukuka kwekania Kalonzo kana kulekania Kalonzo na timwete ya madoadoa nicho mukwana ona ibuthua tafadhali taasiani Wiper tena ngane Wiper with their own assembly tena majority ya chao ya Wiper tena majority ya Wiper waimundu isotuto abantu mundu timbeti kwete serikali chao nesa ti kwa asiani kuendea teke mbani waendete wabinya mwa wabinya lika Wiper mundu akamba meba me Wiper mbaitu nyo mwina Kalonzo wa Musyoka mwina Kalonzo wa Musyoka ukuwa ika musiketa wakakekata musiketa wakakekata na ninaisio sini wa that is my party leader and I am going to be loyal to my party leader His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Party siasa ni loko, siasa Kenya ni loko, siasa Kenya ni loko ndugu na siasa siakuya kwa kuitu loko huku kwetu Machakos loko wanasema ni Kalonzo na lazima Wavinya akae na nani na Kalonzo kanaende nyombe itumu ya siata Nikale Kalonzo nitiwo. Brian Mwendo, Mutongo TV, Masako.
Ni mwaka umwe oyu kuma muthenya wa kihistoria wa miatanio ya amwe kama Gen Z alamati ya serikali ya President William Ruto yindilikangu itena mbe kana itina na matuku wa 25 ulani wakatatu ukite withi wa muthenya umwe serikali nthini ma mwana kulilikana mathayo ma amwe ka alamona nisie ukumba umwe munene utakolwa kana kuvuthiwa ni nusumbi ona weva Benjamin Mwaka na ikumbi na livoti ya kumbia siasa. Thantatu mwaka mvitu ni mwayutiala mavukuni ma historia ya nthi utongoi wa kithoi wa serikali kuvuthisya wasya wa amwika na mbunge kuvitukithia miao na metatala kinandu ya kumuvithia mwene nthi sionthe sia bangulilwe savali umwe ni kiutani kinene cha maandamano ma amwika ma Gen Z. Vindani vya utongoi wa serikali nene wananasya wa ndani wanange kwa mali ilo vyasya kwa wana makunia malambini atetime kunite kithoi. Serikali ya telemasi ya vaitonekana haki musingi siya nendita kutoa isya maandamano iketikilwa kuendea. I dare you to try that. Ingiona serikali nene kuna kithoi nongina heosanye koti mivukoni ya ene cha vina. We are having a conversation on issues that are of the nature of our country. Today, Kenyans know there is something called finance bill. Kila chati ye ni maandamano manene matuku 25 ma mwezi wa thantatu muthenya ula mbunge ya vitukithisia mutalatala wa kinandu maandamano ma amwika ma Gen Z. Maandamano ma amwika ma Gen Z muthenya usu itina mesio likamia kone ya mbunge na kukwithia yumbe kuma sikaloni sia muthenya usu tanzia mwe akuona nyothatu aingi ma mwika ni maize thayo na aingi kukwata maumisya mai mokoni ma ofisa ma polisi. Maandamano ane momesi na Gachagua haimukanya president kwa kuendea kuvuthisya kio cha mwene nthi kwa kunengwa mautao ma uvungu ni athukumi uungua. Finance Bill 2024, so many Kenyans would not have died. Property would not have been destroyed. Offices would not have been touched. There would have been no mayhem. But they slept on the job. Ni itina valaki poko cha mwikoanje. Effort to keep my promise to engage in extensive consultations with leaders from diverse sectors, both public and private, with a view to constituting a broad-based government. Itina mwaluku kauta maki uthukumi na utongoi ni matangasiwe kuikithia maunungu nisyo ma mwika ma Gen Z ni meaniwa. The decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries is hereby. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambee going forward. Na mwaka umwe kuma mutea wa ivinda thi na atano ma mwei wa thantatu ni wakatatu ukite serikali liweta vaina vatoa maandamano ni kwithwa kio cha mwene nthi savali ni kithukiiwe. In any case, even the finance bill that was just passed the other day, all the punitive clauses were removed. The intention of having demonstrations or the intention of commemorating in a way has been hijacked by parochial, selfish political interests of few individuals in this country who don't want peace in Kenya. Don't be drawn into conflicts that are not yours. Don't hate people you don't even know. Don't hate people who have not even wronged you. Nimekuwa kwa hii siasa siku mingi. Na mimi vitisho, mimi siwezi kutishwa na mtu. Ati kutishwa? Hapana, watafute mtu mwingine. Atio na guo ulei wende kuthingilila muthenya uno avata muno kwa nthi ino ulilikana mwikala maisi thayo muthenya uno na kutania uthasyo na ukumba wa amwika kwa nthi ulotesa kuvuthiwa ingi nongi. One of the biggest human rights abuses was done to them: killings, abductions, disappearances. We want justice
for all young people who are involved in this process, and we must work at it. Next week, mimi binafsi nilitangaza na naona sasa imekubalika kwamba next Wednesday 25th itakuwa public holiday kwa heshima ya watoto wetu ambao waliuawa kiolela, ambao hata wakati huu nothing has happened to even compensate the parents or even to begin to feel the pain of extrajudicial killings, non-observance of the rule of law. And these who died and who are being killed are our children. And we can't stand idle and watch as they die. And we need to stand together in solidarity. We call again on the police to now know the world is watching. If they come out and shoot Kenyans on the 25th, things will never be the same again. And so that's all we want to say for now, in remembering our youth who are killed, and to assure them we shall stand forever in solidarity with the youth and with every Kenyan. Ndilivoti ya ikumbea siasa ndilivoti ya vilingwa mauvao kumava kaunti nilovi nito wa Benjamin Mwaka. Tuilekanya na mavoa su maandamano alame dhito maita iwani ya mwika majenzi mailite kwithiwa mema muwo taka katiku likililwa ni mivya ya usese na silikali na uteti. Ni kuendana na munini wa ngavana kaundini ya Masako Francis Mwangangi aiweta enendhini mailite kunewo dhasio ula unenganitwe ni katiba kutwa isi ya maandamano mate ulikililwa ayasi ya maandamano makae makulikililwa medhiwa mamuwo aikulia mauvisa mavolisi kwiyumya kudhukuma ndhi ya Kenya matekwe kiangaliko ona emwe. Daniel Mwongele na mauvo. Nini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi elisekana polisi nimemethi tomailikila maandamano na kumevalania ndulayu matia wana maumesie. Wiki ijayo tarehe 25 Juni na tumeona ya kwamba jenzi wetu wanatokea nje, wanatoka wanatembea, wanatoka wanasema wataokitwa, watafanya nini. Mimi ombi langu ni moja kwa serikali yetu. Serikali ya Kenya ni serikali yetu kama wa Kenya, lakini administration ni ya Mheshimiwa Ruto. So nataka niwaombe, wameua watu wengi, waachane na Jay-Z. They have now the opportunity, let them guide them and allow them to exercise freedom and association. Kwani hatawa watu wangapi kumwaka ndamu ni kitaifa hii yetu. Kitume ni chuni wenda silikali kulikila maandamano asu na kunenga mwika majenzi udhasiwa utoa isi maandamano kwa na katiba wateo kwa nanga mali na kulikila nongudhu ya enende maivito mabalanie maandamano asu ukaivindalila mwika majenzi mabangito utoa isi maandamano kwa wakatatu chumaki matuku 25 wala mevea ya usesei undumwe na NC andaki vodokona maende na kulia kwikidho muwo nikienda kukakuosio weticho wanda kame. So hatutaki umwagikaji wa damu. Ikiwa ni security agencies, tafadhali tokeni mchunge mali yetu, mchunge watu wetu, na pia mwachunge ni watoto wetu. They have every right to agitate for their rights. Wakiona nchi inaendelea mbaya kwetu. Na wakati mnaenda hospitali hapa mpati mandawa, huyu gavana saa zingine anakaa 6 months without money from the national government. Saa hii mimi na mheshimiwa wangu hapa mnaona tunasema tutachangia hizi shule 6 waende kushindana. Why? Because capitation imechelewa nje. So nchi ikiendelea vibaya na watu wakisema inaendelea vibaya, lazima sisi zote tuungane tuseme this is wrong and we don't have to be killed. When there was youth uprising, watu wakikimbia kwenda kujificha sijui wapi, gavana amezunguka kila mahali akiita wanarika wakikaa chini. That is what I'm advising Ruto administration. Call our youth, call our Gen Zs, sit down with them, don't kill them. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kumuva Katangi, kauntini ya Masako.
Assistant County Commissioner wa Kithumula kwa Mutonga Kitui West County ya Kitui ni nukulilie NND kukumbatilia ukui wa mwenenthi kana public transport vandu vangali cia Kimbene une kwetiana na nelivoti ya siko ili vala NND mana kwati weni andu ala manevithanitie kwitha maitwa isia ukui na ngali sio cia Kimbene gathongo ni wenda NND kwitha na umisio kavindani kalame umantha ukui aiweta ni kavakuselewa kutekwikia mathayu mo muishoni aimakania kulea ulisangali matasisitie ene Onesmus Chalo ena mauvo kule ingepewa shule 4. Mutathesha wa County Commissioner Kithumula kwa Mutonga ile kitu cha tholono waswa John Gathongo ni wenda NND kwisuvia na ngale cia Kimbene ni ila sina mitu ya kwenda kukua NND tamatatu igweta bena siko ile ilivote tweka na NND mende na kutegwa nyara ni ngale cia Kimbene sina mitu ya kwenda kukua NND tangale cia matatu na kumavite kuna mendete wachana na gari za private kama sio mtu unajua wachana nazo. I think last week tulikuwa na kisa ambapo tulisikia mmoja wetu aliweza kutekwa na akapelekwa bari, si ndio? Na hiyo wiki ilikuwa imepita, I think pia naye mtu mwingine wa gari dogo alipea mwingine lift. Alipompea lift wakiwa tu wanasafiri kwa hii barabara alimtolea bunduki, alitaka kumnyang'anya gari. I think party mzuri alikuwa tu karibu kwa police station ya Vifo, alikisa gari tu mara moja. Huyo mtu akatoroka. Kwa hivyo ni vyema tuelewe ya kwamba unapoona hizi barabara ukiona tu gari ndio kusimama atikubebe wacha kuwa na haraka. Wewe ngojea matatu. Gathongo igweta ni kava NND kuselewa kula mendete kute kukua ningali ikumwekea muishoni wakwa kana kwasi mathayu balasima kwatete ukunosoma mavikiete na kwasi mali yo. Unajua matatu unajuaga matatu hata ukikaa ulale una wasiwasi kwa sababu hiyo gari iko kwa barabara kirasmi, inajulikana inafaa ibebe abiria na inabeba ruti gani, si ni kweli? Lakini private hujui ni akina nani hao wanapenda kukubeba. So it's good we take care of our security. Sawa sawa. Huyo aliabductiwa alienda kutupwa Nairobi na ni bahati tu alikuwa ni kama alikuwa amejua kidogo na hawakunyang'anya simu kwa mapema. Sasa akaarifu akapeana habari kwamba amepata gari na haikumshukisha Matinyani. Alipata Kalifo, I think Kalifo akienda Matinyani lakini haikumsimamisha hapo. Mwishowe alipatikana wapi? Nairobi. Na ni the following day baada ya siku hata yeye sijui hajui mahali alilala. So ni vyema. So hiyo jambo mlishika kwa usito hata ukienda utuone tu gari. Kama hujui si ndio? Ulikuwa unaenda usafiri na matatu. Ngojea matatu, baada matatu enda mahali unaenda, si ndio? Metu ilivote kitu hicho tholono. Hata ukienda utuone tu gari. Kama hujui